kula vyakula vingi vyenye kalori nyingi, lakini hawafanyi kazi nyingi, wanafanya kazi kidogo. Kwa hivyo kalori nyingi zinabaki katika mwili na kugeuzwa kuwa mafuta kwa ajili ya matumizi ya ziada, na bahati mbaya sasa mtu huendelea kula tena, na hivyo kiwango kile huwa hakitoki, kinaendelea kuongezeka. Zingatia utafiti huu. Katika maeneo yenye kutumia chakula cha nyuzinyuzi hakuna matukio ya saratani ya utumbo mpana, matiti pamoja na kibofu. Lakini pia katika maeneo ambayo ulaji wa nyuzinyuzi upo chini na mafuta yapo juu, uwepo wa saratani hizo ni mkubwa zaidi. Na utafiti wa tatu, watu kutoka maeneo yasiyo na saratani hizo wakienda katika eneo ambalo watu wana mitindo ya maisha ambayo imepelekea kupata hizo saratani, na wao wakaiga huo mtindo wa maisha, baada ya muda mfupi huonekana kupata matatizo yale yale ya saratani hizi ambazo tumeziona tatu: saratani ya matiti, saratani ya kibofu cha mkojo pamoja na saratani ya utumbo mpana. Sasa inawezekanaje kitu rahisi kama mlo wa mafuta na nyuzinyuzi kuasili viwango vya saratani? Utafiti unaonesha bado hakuna majibu yote, lakini kuna ushahidi kadhaa ambao umeonesha kwamba mafuta pamoja na mlo kwa ujumla ambao tumeusemea unaokosa nyuzinyuzi kupelekea matatizo haya. Sasa nikimbie haraka kwa sababu pia muda wetu umekimbia. Ndani yake kuna kitu kinaitwa asidi ya nyongo ambayo kwa kweli huzalishwa na kuasili mafuta kwenye chakula wakati wa tumbo kuchakata chakula. Sasa kama tumbo halina chakula cha nyuzinyuzi, mmeng'enyo wake huchukua muda mrefu sana kufanyika, ndani ya masaa 3 mpaka 5. Kwa kipindi hicho hupelekea ufyonzwaji wa sumu kutoka katika kile chakula. Na kumbe sasa, ikiwa kutakuwa na nyuzinyuzi katika chakula, tumbo huweza kuchakata chakula chake kwa haraka, na hatimaye kile ambacho kinafyonzwa kinaingia katika damu, lakini kuna zile taka mwili hutolewa nje kwa haraka. Na hapa ndipo unapokuja kujua kwamba matumizi ya nyama pia huwa yana shida, kwa sababu mmeng'enyo wake huchukua muda mrefu sana, na hivyo hupelekea nafasi kubwa ya sumu kufyonzwa katika damu kutoka katika ile nyama ambayo umetumia. Na hapa Mungu akijalia tutakuja kuona somo moja, ndani kutakuwa na hicho kipengele, tutakiangalia kwa upana zaidi ili kuona ni kwa jinsi gani hali inatokea. Lakini pia badala ya chakula sasa kusafiri kwa siku 3 mpaka 5, ukiwa unatumia chakula cha nyuzinyuzi huweza kusafiri chakula huweza kuchakatwa kwa siku tu 1 mpaka 2, kinakuwa kimesha kamilika. Lakini pia nyuzinyuzi huyeyusha visababishi vya kansa au saratani wakati zikipita kwenye utumbo mpana. Na hivyo vyakula vitokanavyo na maziwa, pamoja na kwamba huenda vinaleta ulinzi dhidi ya saratani ya utumbo mpana, pia vimegundulika kuongeza hatari ya saratani ya kibofu. Kwa hivyo matumizi ya maziwa tunapaswa kuwa na tahadhari nayo, kwa sababu pia yanapelekea changamoto ya saratani ya kibofu. Kwa nyongeza, uzito uliopita kiasi kwa kiasi fulani huongeza hatari ya kupata saratani ya titi, utumbo mkubwa pamoja na kibofu pia. Kwa hivyo tuwe watu wa kufanya mazoezi, lakini pia tutumie vyakula ambavyo havina kalori nyingi, kwa maana vitakuwa na kalori chache, lakini pia vitakuwa vinatupatia nguvu kubwa. Na hapa ndipo ambapo chakula kile cha asili ambacho Mungu alitupatia ndicho kina sifa hizo. Tuache matumizi ya vyakula vya kiwandani, vinywaji vya kiwandani, lakini pia sukari ya kusindikwa. Tutumie sukari ya asili, tutumie pia vyakula vya asili ambavyo utajiandalia mwenyewe pale nyumbani. Na mwisho, iko saratani moja ambayo inaitwa saratani ya uvimbe wa kizazi. Kwa kweli saratani hii yenyewe imeonekana kusababishwa na kirusi ambacho kinatambulikana kama human papilloma virus au HPV, ambapo ni ugonjwa wa kuambukizwa. Ugonjwa huu huathiri wanawake na wanaume pia, na kinga ya kuzuia ugonjwa huu hata hivyo lazima itolewe kabla ya kushambuliwa
kwa kirusi hivi kabla ya kumshambulia mtu katika hichi kirusi. Kwa hivyo ni kinga ambayo mtu anatakiwa apewe mapema. Na saratani hii sasa huweza kusambaa kwa haraka zaidi katika mtu ambaye ana changamoto ya ukimwi au VVU, na saratani hii pia inaweza kudhibitiwa kwa urahisi au kwa haraka pale ambapo mtu atapimwa katika vipimo maalum na hatimaye atahudumiwa ili kuweza kutibiwa kwa changamoto hii. Tiba ya muujiza ya kwanza ni acha kuvuta sigara. Tiba ya pili, unywaji wa pombe kwa aina zake zote ni hatari kwa afya yako, kwa sababu ndiyo chanzo kikubwa pia cha saratani. Tiba ya tatu, tumia vyakula vya mboga mboga, kiwango cha chini cha mafuta, lakini pia kiasi kikubwa